ni sehemu ya 31 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Karibu msikilizaji, tusonge mbele katika sehemu hii, ikiwa sehemu ya 30. Tumeishia pale ambapo Geza yuko ndani ya jumba wakiwa wamezungukwa na watu ambao wanaonekana wazi kuwa sio watu wema. Endelea kufuatilia simulizi hii katika sehemu hii ya 31. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Binti Rayana sehemu ya 31. Bila kusita wakatumia nafasi ile kukimbilia pale kichakani, kwani ndiyo ilikuwa sehemu pekee ya kujikinga kwa wakati ule. Wakakoswa risasi kadhaa na hapo wakaanza kujibizana mpaka walipofanikiwa kuwatia nguvuni wale jamaa waliongozwa na Bosco. Wakaja kustaajabu baada ya kuwakuta mateka tofauti na wale waliotegemea kuwakuta, ambao ni Diana na Marcella, katika nyumba ya kifahari ambayo ipo mahali penye ukimya sana nje ya jiji la Dar es Salaam, maeneo ya Kibamba. Gari mbili zilionekana zikiwa katika mwendo kasi sana, zikafunga breki na vumbi jingi likatanda kwa muda kidogo kabla geti la nyumba hiyo kufunguliwa na gari zote zikaingia ndani. Kabla gari ya kwanza haijasimama sawa katika maegesho maalum, yani parking, mzee mwenye suti kali iliyoendana sana na kofia ya pama yenye ufito mweupe kutoka sehemu ya parking. Mzee huyo akatumia sekunde 5 tu na kuvuta mlango kwa uharaka, ili hali jamaa zake wakimchapukia nyuma yake kwa mwendo ule ule. Wakafika sebuleni, lakini yule mzee hakuketi kwenye masofa ya thamani yaliyopo sebuleni pale. Badala yake akawa anatamba sebule nzima huku akijikuna pasipowasha. Hakika mzee huyo alivurugwa kupita kiasi. Baada ya kama dakika 2 akatokea mtu mwenye mwili mkubwa. Hakuwa na aina yoyote ya nguo zaidi ya bukta kubwa tu. Jamaa huyo alionekana akiwa na jasho jingi sana. Kwa kumwangalia haraka haraka, yawezekana alitoka mazoezini muda mfupi uliopita. Wakatazamana kwa mshangao pale sebuleni. Kuna heri kweli mzee? Jamaa yule mwenye mwili mpana akauliza, na mzee akajibu kwa wasiwasi sana, MK, mambo si shwari. Kwanza, mabinti wako wapi? Nimewapiga sindano za usingizi, wamelala wapono, Inspekta. Wakapiga hatua kuongozana kule walipo wale mateka, huku Inspekta Makulumula akiwa na hasira za wazi kabisa. Hatua kadhaa kabla hawajakifikia chumba kile, mlio wa simu ukasikika toka mfukoni mwa Inspekta Makulumula. Alipoitazama namba haikuwa ngeni kabisa na ilihifadhiwa kwa jina la Boni. Namba ile ilikuwa ya mfuasi wa MK ambaye aliuawa na Geza siku iliyopita kule Mbezi Beach, wakati anajaribu kuiondoa gari ya mateka zao kabla hajachomolewa toka garini. Huyu mtu bado anaishi? Inspekta Makulumula akashangaa na kutokwa na maneno yenye viulizo. Anayepiga bado alikuwa yupo hai, lakini hawakujua kuwa anayepiga sio wanayemdhania tena, alikuwa Geza Ulole. Inspekta Makulumula akaipokea na kuiweka sikioni, na hapo sauti ya Geza ikawa inaunguruma sikioni mwa inspekta huyo mwenye wadhifa mkubwa katika jeshi la polisi. Naitwa Geza na kutafuta kwa muda mrefu sana inspekta. Tena nitakutia mikononi mwangu mimi mwenyewe bila kushirikiana na mtu yeyote, na lazima unieleze kwa nini unatumia wadhifa wako kuvunja sheria na taratibu za kazi yako. Nitakuwa mgeni wako usiku wa leo. Geza akakata simu na kumwacha Inspekta Makulumula katika hamaniko la aina yake. Mtu ambaye hajapata kumsikia wala kumuona, iweje anamchimbia mikwala namna ile kama mtoto mdogo? Inspekta hakuamini kabisa. Muda huo huo nguvu zikawa zinatoweka mwilini mwake, na hatimaye akajikuta akiibwaga simu yake chini kabla ya kudakwa na mmoja wa wale jamaa waliomzunguka. Mgeni wangu usiku wa leo? Inspekta ana hamaniko mno. Vipi mzee, kimetokea nini? MK akauliza kwa shauku akihitaji ufafanuzi zaidi. Inspekta kuzungumza zaidi ya kuchukua simu na kwenda kwenye call recorder na kufungua maneno ya Geza. Wote wakahamanika baada ya kusikiliza maneno hayo. Wakaingia ndani na kuwakuta mabinti wa rais wakiwa wamelala usingizi mzito sana katika moja ya kitanda cha pale chumbani, Diana akiwa hajitambui kabisa. Inspekta Makulumula akamshika sehemu pajani upande wa mguu wa kulia na kutomasa kwa sekunde chache, huku akitabasamu, tabasamu la uchu wa paja lile, ila sio kwa uchu wa ngono, hapana. Akatoa mkono wake na kuelekeza kwa Marcella, mtoto wa rais wa Rwanda,
ambaye walikuwa safari moja kuelekea Bagamoyo katika hifadhi ya Sadan. Akivuta ile shuka iliyozuia kiuno kile adhimu na kutomasa tena paja kama alivyomfanyia Diana. Alipojihakikishia amewatomasa vya kutosha, akawageukia wakina MK na kuwatazama kwa dakika chache, kisha akasema, MK na Bosco, na waomba tafadhali. Inspekta Makulumula akazungumza kwa utuli wa aina yake. Wakaweka kikao kifupi kilichohusiana mikakati ya kumaliza kazi iliyowaweka katika hali tete kwa muda mfupi namna ile. Baada ya kumaliza kikao hicho, wakatawanyika. Inspekta akarudi garini akiwa na watu wake waliofuatana nao hapo awali, kisha kugeuza kabla hawajatokomea pale ngomeni. Upande wa Geza akiwa nyumbani kwake, huku mezani kwake akiwa na kisu kidogo cha kufyatua, bila kusahau ile bastola ya Swedi aliyowahi kuitumia katika msako wa masaibu wa Swedi na wale watekaji huko Mbezi. Kichwani alikuwa na pamba nyeusi, ila mwili ukizuiwa na suti ya bei rahisi sana. Akijikuta akitabasamu, huku mbele yake kioo kikubwa kilimcholesha dhahiri. Ni kawaida yake sana kwa mtu huyu kuzungumza na kujisifia peke yake akiwa ndani kwake. Ni saa 3 ya usiku sasa. Geza anapanga azima yake ya kumtembelea Inspekta Makulumula huko Mbezi mara baada ya kubaini kuwa anajihusisha na mambo yasiyo ya kawaida katika nchi anayoipenda kwa dhati. Tayari alikwisha jiweka sawa, na alichokifanya ni kutoka nje na kufunga mlango wake. Akakoti taksi ambayo ilimtoa kwao Mwananyamala siku ile na kuelekea Mbezi ya Kimara. Haikumpa shida, kwani Inspekta Makulumula alikuwa askari maarufu sana mjini Dar es Salaam, na ndiyo chanzo cha Geza kuweza kupafahamu hata nyumbani kwake anapoishi, japokuwa inspekta mwenyewe hafahamu kama kuna kiumbe kinaitwa Geza. Baada ya kama lisaa hivi, gari ikapaki mita kadhaa kutoka pale nyumbani kwa inspekta. Akalipa pesa ya taksi na kuanza kujongea taratibu kwa mwendo wa upole sana. Akalifikia geti lile na kubisha hodi. Mlinzi aliyevalia mavazi ya mgambo akatokeza kichwa chake na kukutana na mtu mweusi, suti iliyoenda sanjari na kofia aina ya pamba kichwani mwake. "Wewe ni nani?" akauliza, na Geza akatabasamu kidogo, kisha akatoa kitambulisho chake cha kupigia kura na kukiringisha kwa vidole viwili vya mkono wa kulia na kusema, "Mimi ni IGP Kibongori kutoka jeshi la polisi. Na muhitaji Inspekta Makulumula haraka sana." Akakiweka kitambulisho chake baada ya kuhakikisha mlinzi yule hajakiona vizuri, na kutokana na lile giza la pale getini ikamuia vizuri ule uongo wake kuaminika na yule mlinzi. Bila kutarajia, mlinzi yule akaanza kutetemeka, huku uoga ukimtawala vilivyo. Cheo hiki alichojitambulisha jamaa aliye mbele yake ni kikubwa sana katika jeshi la polisi. "Mkuu, bosi kaniaga na mke wake, wanaenda kulala hotelini. Hapa hawapo." Mlinzi akazungumza kwa mbabaiko wa aina yake. Geza akachekea rohoni, huku sura yake ikiwa katika hasira za wazi kabisa. "Hoteli gani?" "Sifahamu mkuu." Geza akapandwa na hasira sana, huku akijutia kosa lake alilolifanya. Kitendo cha kumpa taarifa juu ya ujio wake pale nyumbani kwake kumemfukuzisha inspekta huyo. Akageuza na kuanza kupiga hatua chache kutoka getini pale, huku mara kadhaa mlinzi yule akimchungulia IGP Kibongori akipotea mbele ya mboni zake bila kuaga. Ile Geza anapotea mbele yake, huku nyuma gari moja ikafunga breki kwa kasi na watu wapatao 4 wenye miili mipana wakashuka na kumwendea yule mlinzi muoga. "Kuna mtu yoyote amefika hapa?" jamaa mmoja akauliza kwa ghadhabu, ili hali pembeni yake kukiwa na jamaa wengine wenye miili ya kutisha. "Nyie akina nani?" mlinzi akauliza kwa woga kabisa, ila akakunjua uso na jamaa yule kiasi kwamba akajikuta anajibu swali lake. "Alikuja IGP Kibongori." Mlinzi akanena na watu wale wakatazamana kwa mshangao. Hawakuwa wanamfahamu kabisa mtu anayeitwa IGP Kibongori. "IGP Kibongori? Ndiyo nani? Simjui hata mimi." "Shit." Jamaa yule akaghadhabika, na muda huo huo akatoa simu yake kabla hajaitumia. Akauliza tena, "Kaelekea wapi huyo IGP?" "Njia hiyo." Mlinzi akanyoosha kidole njia ambayo Geza katokomea nao. "Na gari aina gani?" "Kwa miguu tu." Wakatazamana tena, na hapo yule jamaa akaanza kutembea kuelekea kule alikoelekea Geza. Ni katika uchochoro uliotenganisha nyumba ile ya Inspekta Makulumula na nyumba nyingine. Kichochoro kilikuwa na giza haswa. Geza baada ya kutoka pale getini akajibanza katika uchochoro ule,
mara baada ya kusikia mungurumo wa gari nyuma yake kabla halijatia nanga pale getini, na hapo akawa anawafuatilia jamaa wale walioshuka garini. Akakichomoa kisu chake na kukishikilia kiukamilifu sana mara tu baada ya kusikia kishindo cha mtu kikielekea pale alipo. Ukelele wa maumivu ukavuta kule uchocholoni. Geza alikwisha muweka kitanzini yule jamaa, huku kichwa chake kidogo amekikandamiza kooni kwa njemba lile. Tulia, umekutana IGP Kibongori. Utanieleza haraka sana wapi aliko binti wa rais. Nyie ndio wavurugaji wa amani hapa nchini. Geza akakoroma kwa ghadhabu, huku akiongoza ukali wa robo ya kisu kile kidogo. Jamaa akatoa mguno hafifu. Kisu cha Geza kikamchanja pale kooni na damu ikaanza kuchuruzika. Nataka uniambie, binti wa rais yuko wapi? Sijui mimi. Jamaa yule akazungumza kwa shida. Geza akaongeza roba. Sasa jamaa yule akawa anakoroma kama fisi. Ghafla akatokea mjemba mmoja konani, na kwa kasi ya ajabu Geza akamtupa yule wa kwanza na kumrukia yule aliyetokezea kwa teke kali, naye akatua chini kama zigo huku akilalamika. Geza akajitoa tena, na safari hii alikunja ngumi nzito ambayo inaelekea shingoni kwa yule jamaa. Akakwepa kiutamu na ngumi ya Geza ikatua mchangani. Akageuza kwa kasi sana, hata yule jamaa aliyepata kupigwa kabari na Geza akashangaa jinsi gani Geza alivyo mwepesi namna ile. Akasimama wima na kufungwa swala kama siyo yeye, huku akiwakata jicho la ghadhabu wale jamaa. "Wewe ndio IGP Falafala?" Jamaa aliyekwepa ngumi ya Geza akauliza, na Geza akabaki akimtazama kabla ya kusema chochote. "Nipo hapa kujua wapi walipo mabinti mliowateka." "Mabinti? Wewe ndio mama yao?" Jamaa akauliza maswali yenye dharau, kejeli na vijembe kwa Geza. Laiti kama angelijua Geza mtu wa aina gani, asingelisumbuka kufunua kinywa chake na kuzungumza maneno kama yale. "Na kuuliza wewe IGP Falafala." Kitendo cha haraka mno ambacho hakuweza kutarajia kufanywa kwa muda ule, kwani Geza alijirusha kwa kasi na kumkumba yule mlopokaji. Safari hii Geza alichomoa bastola ya swedi na kumweka mdomoni. Macho akamtoka kama panya mtegoni. Yule aliyechanjwa kisu na Geza pale chini akajizoazoa na kufanikiwa kukikamata kwa shida sana, na sasa akamtazama Geza aliyekuwa bize ya mwenzake. Jamaa mwenye kisu alipewa mgongo na Geza. Geza hajui kinachoendelea nyuma yake. Kisu chake kinaelekea kumtoa nishai waziwazi. "Tulia hivyo hivyo." Geza akazungumza kwa ukali, huku tundu la bastola la kutema risasi likiwa mdomoni mwa yule jamaa. Akaichoma bastola yake kwa haraka na kumsukumia nyuma akitumia mkono wake mmoja wa kushoto. Akapiga kelele ya maumivu ya aina yake. Baada ya Geza kumsukuma jamaa yule kwa kasi za ajabu, akakutana na kisu cha kifuani kilichotumwa na mwenzake. Wote wakaanguka chini kama mizigo kutoka kule getini. Wale wenzao wakaja kwa kasi na bila kuuliza wakaanza kurusha ngumi zilizokwepwa na Geza na kuambilia visago takatifu sana. Mpaka dakika kama 10 hivi Geza alishawazimisha wale jamaa kwa ngumi nzito, na kubaki mmoja ambaye alimkaba kabali la kisu. Hapo awali akachukua kisu chake na kumsogomeza yule jamaa, kisha akamkandamizia ukutani. "Haya, niambie haraka, mabinti wa rais wako wapi?" Geza akauliza kwa ghadhabu sana, ila jamaa hakuzungumza kitu zaidi ya kukodoa macho ya uchungu tu, huku mikono yake ikiwa pale jirahani kwake. "Kama husemi na kuchinja leo, sema." Geza akaendelea kumkoromea jamaa, lakini bado alishikilia msimamo wake ule ule wa kutosema. Geza akaghadhabika. Alichokifanya ni kufyatua kisu chake na kumchoma pajani. Mguno mkali wa maumivu ukamtoka, akamziba mdomo na kumtupia tena swali lile lile. Kutokana na maumivu kuwa makali sana, hakuwa na budi kusema ukweli. "Wale mabinti wamelazwa ndani ya jumba moja huko Kibamba, comrade. Naomba uniache mkuu." Jamaa anazungumza kwa uchungu sana. Geza akamkata jicho la hasira, na hapo akamuuliza tena akitaka kujua jumba hilo lipo upande gani na sehemu gani. "Ukifika Kibamba utakuta njia ya vumbi." Kabla jamaa hajamaliza kuongea, Geza akamtwanga ngumi na kupotea eneo lile haraka sana. Naam, hii ni sehemu ya 31 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Je, ni nini ambacho kitafata? Geza atafanikiwa kuwakomboa mabinti wa maraisi, ama ni nini ambacho kitamtokea? Atatoka katika wale jamaa ambao kwa sasa anapambana nao, ama itakuwaje?
Usikose kufuatilia sehemu inayofuata ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Binti Rayana. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Binti Rayana.